Habari wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, chaneli ambayo kama ilivyoada ipo karibu nanyi kuwaletea masomo mbalimbali yanayohusu elimu ya nyota na maumbile. Karibu katika somo letu la leo, lakini kabla ya kuendelea na somo letu ni kukumbushe na kukusisitiza kusubscribe chaneli yetu. Chaneli ambayo lengo lake ni kukupa maarifa juu ya elimu ya maumbile kwa ujumla. Vile vile usisahau kubonyeza alama ya kengele kwa maana ya kuweka notification on ili uweze kupewa taarifa pindi tunapoweka masomo yetu mapya. Karibu leo tuitazame nyota ya Kaa katika utabiri wetu wa mwaka 2026. Je, nyota hii itakuwaje? Vipengele vyake ni vipi na nini kitajiri katika mwaka huu? Kaa nasi mpaka mwisho wa somo letu hili. Nyota ya Kaa ni nyota ya hisia, ni nyota iliyebeba nguvu ya familia, ni nyota yenye usikivu, yenye huruma, iliyojaa na moyo mzuri au roho nzuri, lakini vile vile ni nyota yenye nguvu ya kuimarisha maisha ya wale wanaoizunguka. Mwaka 2026 kwako utakuwa ni mwaka wa uponyaji. Kama kuna maradhi yanayokusumbua au yalikusumbua miaka iliyopita, tegemea mwaka huu kupokea uponyaji. Unaweza kuwa uponyaji wa kiroho au uponyaji wa kimwili pia. Lakini pia mwaka huu ni mwaka wa kuvuna mema ya kazi zako ulizozifanya kwa muda mrefu. Huu ni mwaka ambao moyo wako utaanza kuhisi amani, lakini vile vile nafsi yako itang'aa upya baada ya misukosuko kadhaa ya kihisia, hususan katikati ya miaka 2-3 iliyopita. Mwaka huu 2026 ni mwaka utakokuletea utulivu moyoni, ulinzi wa kiroho, maendeleo ya kiuchumi, mafanikio ya familia na mahusiano, lakini upendo wenye kustawi na kuimarika kila uchao. Tukitazama katika upande wa mapenzi, kwa wale walio kwenye mahusiano au walio kwenye uhusiano aidha wa kindoa au uhusiano wa karibu zaidi, watu hawa mwaka 2026 watakuwa na amani ya kihisia, watakuwa na maongezi mazito yenye kuponya nafsi zao. Ni mwaka utakaowasaidia kuondoa vinyongo vya kimahusiano, lakini mwaka huu utakuweka karibu zaidi na mwenza wako. Kama ulikuwa na mipango thabiti ya mahusiano, hususan kuelekea kwenye uchumba pamoja na ndoa, huu ndio mwaka wako. Uhusiano utakuwa ni mzito, wenye nguvu, mzuri na wenye kuongeza heshima na thamani yenu. Katika miezi ambayo mtakuwa na muda mzuri sana wa kimahusiano, hususan kwenye swala zima la mapenzi na kadhalika, ni mwezi Machi kwa maana ya mwezi wa 3, mwezi Mei kwa maana ya mwezi wa 5, mwezi August kwa maana ya mwezi wa 8 na mwezi Novemba kwa maana ya mwezi wa 11. Kwa wale wasio kwenye uhusiano rasmi, mwaka 2026 ni mwaka wa kufikia lengo la mahusiano, au wazungu wanasema destination of love. Kwa mwaka huu utakutana na mtu mwenye roho nzuri, mwenye utulivu na mtu atakayelinda hisia zako. Vile vile utakutana na mtu mwenye mapenzi ya dhati kwako na familia inayokuzunguka. Mtu huyo atakuwa tayari kujenga maisha au kuanza maisha na wewe. Upendo wake unaweza kuanza pole pole, lakini ni upendo wa kweli, wa dhati na utakaodumu sana. Miezi ambayo itakayokuweka karibu zaidi na upendo mpya ni mwezi April kwa maana ya mwezi wa 4 hadi mwezi Julai kwa maana ya mwezi wa 7. Hapa katikati kuanzia mwezi wa 4, wa 5, wa 6 mpaka wa 7, hiki ni kipindi ambacho utawavutia watu wengi na utampata mmoja wapo aliye sahihi. Kwenye upande wa kazi na biashara, wewe mwenye nyota ya Kaa utafanya vizuri sana kwenye kazi zinazohusiana na kuhudumia watu, kwenye kazi za kiuongozi au ufadhili, kwenye kazi zinazohusu ushauri wa kisaikolojia pamoja na ualimu, kwenye kazi zinazohusu hoteli, vyakula, sanaa, biashara ndogo ndogo na biashara zinazohusu mambo ya nyumbani. Mwaka 2026 utakuletea matokeo haya kwenye kazi zako, ikiwemo kupandishwa cheo, kupata kazi bora zaidi, kupewa nguvu mpya ya kuongoza au kutimiza lengo fulani la kampuni au sehemu uliyoajiriwa, lakini vile vile kuthaminiwa zaidi. Kwa wale wafanya biashara, biashara zenye kuleta mafanikio zaidi kwao zitakuwa ni biashara za chakula, urembo, usafi, huduma kwa watoto, biashara za viwanja au majumba, lakini bidhaa za afya. Hilo ndio litakuwa eneo litakaloleta mafanikio makubwa zaidi. Na hii ni katika kipindi cha kuanzia mwezi Juni hadi mwezi Disemba. Hapa kutakuwa kuna mafanikio ya haraka na mepesi mno.
kwa maana ya kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 mpaka mwezi wa 12. Tukitazama kwenye upande wa afya, wewe mwenye nyota ya Kaa tunakushauri kuangalia zaidi na kuwa makini zaidi na tumbo lako. Unaweza kupitia changamoto mbalimbali za matatizo ya tumbo, ikiwemo kuongezeka kwa asidi, gesi pamoja na kiungulia. Lakini vile vile unaweza kupata maumivu ya kifua, kubanwa kwa pumzi pamoja na msongo wa mawazo. Unaweza kukosa usingizi kutokana na mawazo kama hautokuwa makini. Lakini vile vile unaweza kupitia homa za mara kwa mara. Ushauri wetu wa kiafya kwa mwaka 2026, jiepushe sana kuweka mambo mengi moyoni. Achilia, samehe, wacha maisha yaendelee. Mwaka 2026 usiwe mzito kuelezea hisia zako. Jieleze, zungumza zaidi kuhusu wewe, watu watakuelewa. Mwaka 2026 punguza sana ulafi na jitahidi kutumia vyakula vyepesi. Na katika miezi ambayo utakayokuwa na uimara mkubwa na thabiti wa afya ni mwezi Septemba, kwa maana ya mwezi wa 9. Tukitazama kwenye upande wa fedha, mwaka 2026 utakuletea utulivu mzuri kwenye upande wa fedha. Mwaka huu utaona ukiimarika zaidi kwenye upande wa kipato, utaongeza akiba yako uliyokuwa ukijiwekea, utapokea fedha zako zilizocheleweshwa kwa muda mrefu. Lakini pia mwaka huu utapokea misaada kutoka kwa watu wako wa karibu na watu wataokuzunguka. Msaada haina maana kwamba wewe ni maskini sana au haujiwezi, hapana. Unaweza kupokea support katika kile ulichoanza kukifanya. Kama ni biashara, basi watu wako wa karibu watakuinua zaidi na watakuwa ni wateja wako wakubwa sana. Mwaka huu tahadhari unayotakiwa kuifanya kwenye upande wa fedha, tumia fedha zako kwa uangalifu, punguza kutoa misaada kupita kiasi, hususan kwa wale wasiojali fedha yako. Na katika kipindi ambacho kipato chako kitaongezeka zaidi ni nusu ya pili ya mwaka, kwa maana kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12. Katika mwaka huu 2026 kwa wewe mwenye nyota ya Kaa, siku nzuri na siku za kujiepusha nazo ni kama ifuatavyo: Jumatatu, Alhamis, Jumamosi. Hizi ni siku nzuri kwako. Lakini siku za kujiepusha nazo ni siku ya Jumatano pamoja na siku ya Ijumaa, hususan kwenye nyakati za usiku. Je, unajua ushirikiane na nyota gani katika mwaka huu 2026 na ni nyota zipi za kujiepusha nazo? Nyota za kushirikiana nazo mwaka huu ni nyota ya Ng'ombe. Nyota hii itakuletea utulivu na mafanikio ya kifedha. Vile vile unaweza kujihusisha na nyota ya Mashuke. Nyota hii itakusaidia kuzalisha mipango mipya yenye ubunifu itakayoleta mafanikio. Vile vile unaweza kujihusisha na nyota ya Samaki. Hii itakuletea utulivu kwenye mapenzi na hisia zilizo nzuri. Unaweza kujihusisha na nyota ya Nge. Nyota hii itakuongezea ulinzi zaidi na nguvu ya kiroho. Nyota za kujiepusha nazo kwa mwaka 2026 ni nyota ya Mapacha. Nyota hii itakuletea migongano na changamoto mbalimbali. Vile vile jiepushe na nyota ya Simba, kwa maana mnatofautiana sana katika umakini na tabia. Nyota ya Mshale, hii ni nyota unayotakiwa kujiepusha nayo, kwa maana nyota hii inasigana na wewe. Katika nyakati ambazo wewe unataka ukaribu, basi nyota hii inakuweka mbali zaidi. Na nyota ya mwisho ya kuiepuka ni nyota ya Punda. Nyota ya Punda ina kasi zaidi kuliko kasi ulionayo wewe. Tukitazama kwenye saa nzuri za bahati na saa za kujiepusha nazo, miongoni mwa saa nzuri kwako na saa za bahati ni kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi, lakini saa 7 mchana mpaka saa 9 alasiri, pamoja na saa 8 usiku mpaka saa 10 alfajiri. Saa za kujiepusha nazo ni saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni, saa 5:30 usiku mpaka saa 1 kamili asubuhi. Kwenye upande wa mafusho na manukato ambayo yanaweza kuvuta bahati na kukuongezea nguvu zaidi, inakufaa kutumia manukato aina ya rose miski, vanilla, jasmine, udi wa aina yoyote, miski yenye asili ya coconut, pamoja na udi wa sandali. Mafusho yanayokufaa kutumia ni mafusho yenye udi wa waridi au udi rose, mafusho ya ubani mweupe, mafusho ya udi wa msonobari wa bahari au ubani bahari. Rangi zako za bahati katika mwaka huu 2026 ni rangi ya blue bahari, rangi nyeupe ya lulu, rangi ya silver, rangi ya pinki nyeusi au pinki iliyokoza, pamoja na rangi ya kijani kibichi.
Namba zako za bahati ni namba 2, namba 7, namba 16, namba 25 pamoja na namba 52. Katika mwaka huu 2026 unaweza kupitia ndoto nyingi, lakini miongoni mwa ndoto ambazo utakazoziota mara nyingi ni bahari iliyojaa maji yenye mawimbi. Lakini vile vile unaweza kuota nyumba mpya, unaweza kuota watoto, au unaweza kuota unapika chakula. Lakini mwisho kabisa unaweza kuota mwezi na nyota zikiwa zimeambatana. Ndoto zote hizi ni ndoto zenye maana nzuri kwako, kwa maana ya hisia, kuimarisha familia yako kiuchumi na kijamii, lakini baraka na ulinzi wako, ustawi wa maisha yako pamoja na ulinzi wako wa kiroho. Ukiota ndoto inayoashiria maji machafu, hii ni ndoto ya onyo, kwa maana unaweza kupata mtetereko wa hisia utakaosababisha msongo wa mawazo. Ukiota ndoto hii, jipumzishe kujiweka karibu na watu na uzungumze na wale watu unaowaamini pekee. Miongoni mwa majanga au changamoto za kujiepusha nazo katika mwaka 2026, hakutakuwa na majanga makubwa, lakini tahadhari ni muhimu. Unatakiwa ujiepushe sana na imani uliowapa watu. Tunza pesa zako, usidharau taarifa yoyote ndogo utakayopewa. Epuka kusafiri bila maandalizi katika mwezi wa 4, lakini tunza afya yako ya tumbo pamoja na kifua. Ushauri wetu katika mwaka huu 2026 kwa wewe mwenye nyota ya Kaa, tunakushauri kusamehe, kuachilia pamoja na kusahau. Hii itakuimarisha zaidi. Lakini vile vile wakumbatie watu wako wanaokupenda kweli, watu wenye mapenzi ya kweli na wewe. Usiwaache peke yao. Isikilize sauti itokayo ndani yako, hautokosea. Jitunze, imarisha afya ya mwili wako. Fanya maamuzi ukiwa mtulivu, usiwe mwenye hasira au mwenye furaha sana. Zingatia kwa kujenga familia yako. Hii ndiyo msingi mpya wa mafanikio yako. Mwaka 2026 ni mwaka utakaofuta machungu yako yote. Ni mwaka wa kurejeshea furaha, ni mwaka wa kukuza uchumi wako, ni mwaka wa kustawisha familia na kurejesha upendo wako kuwa nguvu mpya. Huu ni mwaka wa neema, ni mwaka wa kukuponya. Naam, wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa, ni kushukuru kwa kutenga muda wako kutusikiliza na kulielewa somo letu. Ikiwa utapitia changamoto yoyote na unahitaji kuuliza, usisahau kututafuta kupitia nambari zetu za simu zinazopatikana kwenye video hii. Asante kwa kutenga muda wako. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.